shukuru Allah subhanahu wa ta'ala alotujalia tukafika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia. Na katika darasa letu la leo tutaongelea kuhusu hayatu sahaba, maisha ya masahaba. Asahaba ni watu wa aina gani na tumeelezwa na ustadhi wetu. Lakini kwa ufupi, sahaba ni yule mtu ambaye kwamba amwona Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwamini na kafa na hiyo imani. Na leo tunapendelea tuzungumzie Islamu Hamza radhiallahu anhu wa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Tunapendelea tuzungumzie Uslimu Hamza na Umar radhiallahu anhuma. Ama Islamu Hamza فسببه أن أبا جهل مر يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب مسلم حمزة رضي الله عنه nilikuwa siku moja Abu Jahl amepita na akamwona bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa inda Safa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika jabali ya Safa. Fanala minhu wa atahu. Sasa Abu Jahl alipomwona akamtukana na akamudhi. ويقال إنه ضربه بالحجر في رأسه صلى الله عليه وسلم فشجه. na inasemekana pia Abu Jahl alichukua jiwe na akapua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kichwa chake na akampasua. Walaza minhu dam, na ikatiririka damu kutoka kwa mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarafa ila nadi Quraish inda al-Kaaba. Kisha sasa Abu Jahl akaenda katika bunge la Quraish kwenye al-Kaaba, wajalasa ma'ahum, na akaketi pamoja na wao. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان تنظر ما حدث. na kulikuwa na mwanamke mmoja aliyechahuru wa Abdullah bin Jud'an, akamwona yule Abu Jahl alipomudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. wa baada qalil, na baada ya muda mchache, aqbala Hamza min as-sayf mutawashihan qawsahu, na baada ya muda mchache amekuja Hamza radhiallahu anhu kutoka kuinda akiwa ameshikilia uta wake. Fa akhbaratu al-khabar. Sasa yule mwanamke akamwelezea Hamza aliyotokea, ile habari yote akamwelezea Hamza. Fa kharaja Hamza yas'a hatta qama ala Abu Jahl. Hamza akatoka akaenda mbio mpaka akaenda kwa Abu Jahl. Faqal ya Abu Sufyan aslim, tashtumu ibna akhi wa ana ala dini. Hamza na yeye pia akamtukana Abu Jahl na akamwambia, wewe Abu Jahl unamtukana mtoto wa ndugu yangu na mimi niko katika dini yake. Thumma darabahu bilqaws fashajjahu aidan, fashajjahu shajjan munkaratan, na pia Hamza akampiga na ule uta wake akampasua Abu Jahl mpasuo mkubwa sana. wa athara al-hayana Banu Makhzum wa Banu Hashim. Sasa Banu Makhzum, kabila la Abu Jahl, wakasimama kumtozea Abu Jahl kulipiza kisasi. wa Banu Hashim, na Banu Hashim pia na wao wakasimama kumtozea Hamza. Faqala Abu Jahl, Abu Jahl akasema, da'u Aba Umara ay Hamza fa inni sababtu ibn akhihi sabban qabihan. Abu Jahl akasema, mwacheni Aba Umara, akasema mwacheni Hamza, fa inni, kwenye
sababtu ibn akhi sabban qabihan, nimemtukana mtoto ndugu yake matusi mabaya. وكان إسلام حمزة أنفا كأن اللسان سبق إليه دون قصد. Na kuslimu Hamza ilikuwa ni kuslimu kwa machungu ya damu. Thumma sharaha Allah sadrahu lilislam, insha Allah subhanahu wa ta'ala akamkunjua kifua chake katika Uislamu. Wa kana a'azza fata Quraish, na alikuwa ni katika vijana watukufu wa Quraish, na alikuwa na nguvu. Hatta sumia Asadullah, na pia aliitwa kwa jina lingine Asadullah. Aslama fi Dhul-Hijja as-sanatu as-sittatu min an-nubuwah, alislimu Hamza radhiallahu anhu katika mwezi wa Dhul-Hijja mwaka wa 6 kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam atumilizwe. Islamu Umar radhiallahu anhu, uslimu Umar radhiallahu anhu. وبعد 3 أيام من إسلام حمزة أسلم عمر رضي الله عنه. na baada ya siku 3 kutoka aslimu Hamza alislimu Umar radhiallahu anhu. baada ya siku 3 akaslimu Umar. وكان أشد الناس قوسا على المسلمين قبل إسلامه, na alikuwa ni katika watu wabaya zaidi na wakali kuwashtakumu Waislamu kabla ya kuslimu. Wa fi laylatin, na katika usiku mmoja, sami'a sirran baadhi ayati al-Qur'an, alienda kwenye Kaaba akamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alikuwa anaswali anasoma Qur'an. Makuraish walikuwa na tabia, Mtume akiswali wanaenda wanajificha ficha wanamsikiza. Sasa hiyo siku Umar alienda kumsikiliza, na baada ya kumsikiliza akasema haya maneno ya mchawi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma sura Nun. Aliposema hivyo alikuwa anasema kwa moyo wake, akasema haya maneno ya mchawi. Mtume akasema nini? Wama huwa biqauli sahir, na haya maneno si katika maneno ya mchawi. Mtume alikuwa anasoma, lakini alikuwa yale majizano na Umar, na Umar alikuwa hatoi sauti wala hakuna mtu anamsikia. Sasa Umar akasema nini? Bas maneno mganga. Umar radhiallahu anhu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wama huwa biqauli kahin, na haya maneno si maneno mganga. Umar akasema bas maneno mshairi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wama huwa biqauli sha'ir, na haya maneno si maneno mshairi. Umar akajiuliza nafsi yake, kama hizo zote umesema na zote si hivyo, basi takuwa maneno kutoka wapi? Mtume akaendelea akasema nini? Tanzilun min rabbil alamin, maneno yanashuka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaqa fi qalbihi annahu haqq, baada ya kusikia haya ikaingia katika moyo wake kwa maneno ya haki. Walakinahu baqiya ala inadi, lakini Umar albaki katika ushindani wake, hakuslimu. Hatta kharaja yawman mutawashi'an sayfahu yuridu an yaqtula an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam. Siku moja Umar akachukua panga wake akatoka, anaelekea kwenda kumua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falaqiyahu rajulun, jiani akapambana na mtu. Huyu mtu alikuwa Muislamu, lakini alikuwa anaficha Uislamu wake. Faqal aina ta'budu ya Umar, unakusudia kwenda wapi wewe Umar? Umar akasema qal uridu an aqtula Muhammad, mimi nimetoka nataka kwenda kumua Muhammad. Qal kaifa ta'manu min bani Hashim wa bani Zuhra waqad qatalta Muhammad? Umar, utaamishaje nafsi
nafsi yako utaketi na amani katika makabila mawili, Banu Hashim na Banu Zura. Banu Hashim ni kabila la babake Mtume na Banu Zura ni kabila la mamake Mtume. Akasema na wewe kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawa watakuwa. Qala Umar akasema ma araka illa qasalta, wewe pia nakuona umebadilisha imani yako. Sasa yule mtu akasema afala adulluka ala ajabi ya Umar, Umar nisikuonyeshe jambo la ajabu na nikujulishe jambo la ajabu. inna ukhtaka wa khadanaka kasabaa, hakika dada yako na shemeji yako wamebadilisha imani yao. Famasha Umar ghadiban hatta atahuma, Umar akakasirika akaenda akiwa na hasira. Waendahuma Khabbab ibn al-Arati, hiyo nyumba alikuwa anaenda ndani yake kuna sahaba mmoja anaitwa Khabbab ibn al-Arati, yakrauna sahifa. Khabbab alikuwa anasomesha karatasi, ndani yake kuna nini? Sura Taha. Alikuwa anasomesha sura Taha. Falamma sami'a hissata Umar, waliposikia vishindo vya Umar alikuwa ni mtu mkubwa na ni mzito mrefu, ana nguvu, akitembea mpaka sikika vishindo vyake. Yasemekana akipanda farasi, yule farasi kuna kible chake pale na kanyaga ndo anapanda. Yeye Umar akanyaga, anainua mguu tu anapanda. Na kwa urefu wake alikuwa akitembea na farasi, mguu wake unadara chini. Sasa wale wakajua hivi vishindo sifa mtu mwingine ni Umar. Falamma sami'a hissata Umar tawara fi bait, Khabbab aliposikia vile vishindo akaingia chini ya mfungu kujificha. Wasadarat ukhtu Umar as-sahifa, na dada yake Umar akaificha ile karatasi, akaenda akaificha. Falamma dakhala Umar alipoingia qal ma hadhihi al-hikmatu allati sami'tuha 'indakuma, ni manung'uniko gani ambayo kwamba nimesikia baina nyinyi yenu? Nimesikia vitu ambavyo kwamba mlikuwa mnaongea, ni kitu gani? Qala, wote wawili akasema maada haditha tahadathna bainana, hakuna kitu, ni story ilikuwa tunazungumza tu. Faqali la'allakuma qad sabautuma, huenda nyinyi mmeacha dini yenu ya kuabudu masanamu, mmejadi na Muhammad. Faqala lahu khatamu, shemeji yake akamwambia ya Umar, araaita in kana al-haqqu fi ghairi dinik, ewe Umar, unaona hii haki iko kando ya dini yako, yani haki iwe kando ya dini yako. فوثب عمر على خدمه فوضعه وطئا شديدا, Umar akamrukia shemeji yake na akamwangusha, akamkanyaga. Faja'at ukhtuhu tafa'u an zawji, dada yake sasa akaja akataka kumtoa Umar kwa bwanake. Fanafaha naf'atan biyadi fadamia wajhuha, Umar akapiga dada yake kofi na mkono wake mpaka dada yake akatoka damu katika uso wake. Faqalat wa hiya ghadiba, dada yake akasema na aliyekuwa na hasira, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinik ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akasema, ewe Umar, ikiwa haki ikiwa kando na dini yako, basi mimi nashuhudia, akatamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yaisa Umar akakata tamaa, wanadima na akajuta, wastahya na akaona haya, amepiga mwanamke dhaifu. Qali
kisha Umar akasema aatuni hadha alkitab, nipatieni kitabu ambao kwamba uko nacho, faakrahu, na mimi pia nisome. Faqala tuqtulu, dada yake akamwambia innaka rijs, hakika wewe ni mchafu, wala yamassuhu illa almutahharun, na hicho kitabu hakishikwi isipokuwa na wale ambao kwamba mutahharun wa tahara. Faqul faqtasil, simama uende ukaoge. Faqama faqtasala, Umar akainuka akaenda zake akaoga. Thumma akhadha alkitab, kisha akaomba kile kitabu akapatiwa. Faqara, akasoma bismillahir rahmanir rahim. Faqal ismuha tayyibatun tahira, baada kusoma bismillah akasema nini, jina lake ni zuri. Thumma qara, kisha akaendelea kusoma Taha hatta intaha ila qawli ta'ala, akasoma mpaka akafikia aya inasema innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Alipofika hii aya, hakika mimi ni Allah, hakuna mola isipokuwa mimi, fa'budni, naabudu mimi, wa aqim as-salata li dhikri, na usimamishe sala katika upande wangu. Faqal ma ahsana hadha al-kalama wa akrama, maneno mazuri yote haya na yatukuka. Dulluni ala Muhammad, naonesheni Muhammad yuko wapi, nisheni Muhammad yuko wapi niende. Wa kharaja Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, akatoka mfunguni, akatoka akaja. Faqali abshir ya Umar, wana bishara ya Umar, fa inni arju an takuna da'wat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laka laylat al-khamis. Akasema wana bishara njema ya Umar, mimi natarajia kuwa dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alakuombea usiku wa Alhamisi imepata dua. Wakana qad daa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tilka al-layla, na ya usiku Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameomba dua, akasema Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk, bi Umar ibn al-Khattab au bi Abi Jahl ibn Hisham. Ewe Allah, ukuuza Uislamu na ufanye utukufu kwa kupitia watu wawili ambao kwamba unawapenda, mmoja baina hao watu wawili ambao kwamba unawapenda, bi Umar ibn al-Khattab, kwa kupitia Umar, au bi Abi Jahl, au kwa kupitia Abu Jahl. ثم ذكر له الخباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أرقم التي في أصل صفا. Kisha Khabbab akamwelezea Umar Mtume yuko katika nyumba ya Arqam ambayo iko chini ya jabali la Safa. Ila al-Arqam ilikuwa ni mtu al-Arqam min Abi Arqam al-Makhzumi. Huyu mtu alimtolea hii nyumba yake, akatoa akasema, Mtume Allah, hii nyumba nimetolea kwa ajili yako. Mtume akafanya nini? Fajala markazan lid-da'wati wal-ibadati wa waqarru tarbiya. Mtume akaifanya hiyo sehemu ni markaz ya kufanya da'wa baina ya masahaba zake na kufanya ibada na hiyo nyumba, na mahali pa kufundisha masahaba tarbia, malezi. Na hii nyumba ilikuwa katika maeneo ya Safa. Safa ni jabali ambao kwamba watu wakienda haji wanadapia baina Safa wal Marwa. Inna Safa wal Marwa min sha'airillah, ni katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala alizopanga. Sasa hiyo sehemu kulikuwa na fujo nyingi. Sasa mtu akipitana pale anajulikana, yeye kufanya kazi yake, kisha anaingia na Mtume pia anaingia, wanasoma. Fakharaja Umar, na yeye Umar akatoka kuelekea huko, hata atadar, mpaka akafika ule mlango. Wa daraba al-bab, akapiga ule mlango, akabisha kwa nguvu. Fa wada rajulun min sarir al-bab, mtu mmoja alienda
ambaye ni Ammar bin Yasir alienda akaangalia, wameshtuka nani atakuja kumsharifu kwa nguvu. Farao mutawashiha sayf, akamwona ni Umar mshikilia shaykhuna upanga. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam Umar anakuja na anapanga. Wasatma al-qawm, na watu wote wameshtuka wakajikusanya mahali pamoja. Faqala Hamza akasema, malakum, mko na nini? Qala Umar, wakasema Umar anakuja na upanga. Qala Umar, ni Umar huyo, iftahu lahu, mfungulieni mlango. فيرد غيره بدلنا له, ajua anakuja yatana kheri tampatia. Wa in jaa yuridu sharran, wa in kana jaa yuridu sharran, na ajua anakuja yataka shari, qatalnahu bisayfihi, tutamua na roho upanga wake. Wa Rasul sallallahu alayhi wasallam dakhil yuha alayhi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ndani ya chumba, alikuwa anateremshwa watu. Thumma kharaja, kisha akatoka. Faakhadha bimajami Umar, thawbi Umar wa hamai sayfihi, akatoka akaenda akafungua mlango, akamshika Umar, akamshika batai wa hamai sayfihi, na ile kitambara alifunga paka yake akashika zote kwa mara moja. Fajarabahu bishidda, akamtukusa kwa nguvu. Waqali, ama tantahi ya Umar, Umar, hauishi wewe, utulie hata yunzila Allahu ina khizyan wa nakai ma nazala bil Walid ibn al-Mughira, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akuteremshie khiz, mateso, wanakai na adhabu ambao kwamba itamshukia Walid ibn al-Mughira. Thumma qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allahumma hadha Umar ibn al-Khattab, Allahumma a'izz al-islam bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, huyu Umar ibn al-Khattab, ewe Allah ukuze na ufanye utukufu Uislamu kwa kupitia Umar ibn al-Khattab. Faqala Umar akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, nashuhudia, akatamka shahada mbili. Fakabbara ahlud dari takbiratan sami'aha ahlul masjid, sasa wale watu pale nyumbani wakapiga takbir kwa furaha mpaka watu wa msikitini kwenye al-Kaaba wakasikia ile takbira yao. Kana Umar radhiallahu anhu dha shajimati la yuram, Umar radhiallahu anhu ni mjasiri, la yuram, hakuna mtu anafikia ule ujasiri wake. Falamma aslama, al-muslimu dhahaba ila ashaddi Quraish adawatan li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa idaihi lilmuslimin. Sasa Umar al-Muslimu akaenda katika wakubwa wa Makuraish ambao wanamudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanafanya wadui wa idaihi lilmuslimin, na yaudhi Waislamu wa Abu Jahl, na wetu ni Abu Jahl. Fadhaba ila baitihi, Umar akaenda mpaka nyumbani kwa Abu Jahl. Fadaka albab, akabisha mlango. Fakharaj, Abu Jahl sasa akatoka. Waqal, akasema ahlan wa sahlan ajabik. Sasa Abu Jahl alimkaribisha na furaha, akamwambia karibu, umekuja kutafuta nini? Wakati huo ulikuwa wakati wa mchana, watu wamepumzika, manake huko sio hapo ninio Maka kulikuwa na jua kali, mchana watu wanapumzika, wanalala. Sasa wameshangaa kutafanya nini hapa? Umar akasema qal jitu yukhbiraka annani amantu billahi wa rasulihi Muhammad. Akasema Umar, nakuja kukwambia kwa mimi nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aghlaqa al-baba fi wajhi. Sasa Abu Jahl naye akafunga
akafunga mlango akakasirika. Wadhahaba ila Khalid wadhahaba Umar ila Khalid al-As bin Hisham fa'alamahu fadakhala al-bayt. Umar akaenda kwa jobake ambaye ni As bin Hisham fa'alamahu, akamjulisha kwa yeye msimu. Fadakhala al-bayt, na yeye akaingia nyumbani kwake akamwacha. Wadhahaba ila Jamil bin Muhammad al-Jumahi wakana aqala Quraish li hadithan. Sasa Umar akataka habari yake kama yeye mslimu ienee pale Makka. Akaenda kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Jamil. Huyu mtu nilikuwa mtamzungumza sana. Mtu yote akitaka habari yake ienee Makka kwa haraka, anaenda anamwambia huyu mtu. Alikuwa yeye ni mtu wa kuzungumza sana, yueleza haraka sana habari, yueleza habari haraka sana. Fa akhbarahu annahu aslama, Umar akamwambia kwa yeye mslimu. Fanada Jamil bi a'la sauti, huyu Jamil akapiga kelele kwa sauti yake ya mwisho. Wakali akasema inna al-Khattab qasama, hakika mtoto wa Khattab Umar ameslimu. Fakala Umar, naye Umar akasema kadaba, ameladana huyu, walakinani qad aslamtu, lakini mimi nimeslimu. فأتابوا إليه فما زال يقاتلونه حتى قام الشمس على رؤوسهم. Wale Makuraish wakamrukia Umar, wakaanza kupigana. Makuraish wanampiga Umar na Umar pia anawapiga, hata qama shamsu ala ruusihim, kuanzia mchana mpaka jua ikazama. Walamma raja ala baiti, Umar akaachana nao akarudi nyumbani kwake. Aliporudi ijtamau wazahafu ilayhi, Makuraish akaona Makuraish wamejikusanya, wamekuja kwa wingi, hata sala alwadi yuriduna qatla, Makuraish wanataka kumua mpaka boda imejaa baina majabali mawili, watu wamejaa. Wajaa al-As bin Wa'il al-Sami min Bani Sahm wa kanu khulafa Bani Adi qaumu Umar, na kaja mtu mmoja anaitwa As bin Wa'il al-Sami katika kabila la Sahm, wakati khulafa Bani Adi qaumu Umar, na ilikuwa kabila la huyu mtu na kabila la Umar wamefanya ushirika, wanashirikiana kuwa watasaidiana wao kwa wao. Wa alayhi hillatun hibra, na alikuwa amevaa mavazi mazuri kutoka Hibra. Wa qamisun makfufun biharir, na kanzu iliyodalisiwa na hariri. Faqala malak, kamuliza Umar kuna nini? Waqala Umar akasema za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani anani aslam, watu wako wanadai wataniua mimi sababu mimi muslimu. Faqala la sabila ilayk, hakuna njia ya kufikia wewe. Thumma kharaja, kisha akatoka yule As, akatoka faadala nasa, akapata watu kasala bin wadi, wamejaa katika bonde. Faqala, akasema aina turidun, mnataka nini? Qalu hadha ibn al-Khattab qad sara, huyu Umar amebadilisha imani yake. Qala la sabila ilayhi, hamwezi kumfikia, maana makabila mawili yalishaungana alikuwa. Sasa Waislamu walipata utukufu na nguvu kubwa kwa kuslimu Umar radhiallahu anhu. Faqad kanu qabla dhalika yusalluna sirran, na ilikuwa kabla hapo wanaswali kisirisiri, kujificha. Falamma aslama, aliposlimu Umar, faqala, akasema ya Rasulullah, akamwambia ya Rasulullah, sisi tuko kwenye haji. Tunakwambia bala, ndio Umar, tuko kwenye haji. Faqala walladhi ba'athaka bilhaqq la nakhrujanna fala
kharaju fi safain, wakatoka na Umar wakapanga safu mbili, Hamza fi ahadihima wa Umar fi akhar. Hamza ameketi kwa safu moja na Umar ameketi katika safu nyingine. Fadabu ila Masjid al-Haram hatta dakhalu masjid, wakaenda mpaka kaingia msikitini. Falamma nafarat ilayhim Quraish asabatuhum kaiba lam yusibhum mithlaha, na walipoingia kwenye Masjid al-Haram, Makuraish walipoona asabatuhum kaiba, wamepatwa na unyonge ambao kwamba unyonge hujawapata kabla hapo. Walidhalika sumia al-Faruq, na kwa sababu hiyo Umar radhiallahu anhu akabandikwa jina na akaitwa al-Faruq. Inshallah tutakomea hapa, na inshallah pia tutakuwa na maswali, na atakayejibu inshallah pia atapata zawadi. Swali la kwanza, Hamza radhiallahu anhu amesilimu mwaka gani na mwezi gani? Dhulhijja. Umepata. Swali la pili, Umar radhiallahu anhu alipowapiga dada yake na shomedi yake, alipopatiwa ile barua, ile karatasi kusoma, alikuwa ni sura gani? Rahisi sana swali. Umepata. Swali la tatu, Umar radhiallahu anhu alipofanywa, walipompata wale watu nyumbani kwake wanataka kumua, yule mtu alikuja akawaambia hao watu hawezi kuja kukua, ni mtu gani? Jina lake. Inshallah mpaka sasa. Inshallah mpaka hapa kumaliza darasa yetu na tutafunga. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.